Yule mtoto wa miaka 10, 11, 12 hapa anamlea mtoto mdogo wa miaka ambaye ndo amezaliwa, kumpa maziwa na kukua naye. Familia nyingi ndo ziko hivyo. Kwa hiyo ndio maana nasema kulea ni kitu kikubwa sana. Yaani wakati mwingine kina include kuinduce tabia kwa yule mtoto anayekua. Kwa hiyo kama kaka yako kwenye familia ana tabia fulani na wewe umetumia muda mwingi, yeye ametumia muda mwingi kukulea, unaweza ukawa nawe una behave kama kaka yako. Kama ni dada yako una behave kama dada yako. Na ndio maana utakuta wanasemaga, sijui kama nitakuwa natoka nje ya reli, lakini wao wanasema familia ambayo ina mtoto mmoja wa kiume alafu amelelewa na dada zake, wanasemaga watoto wa kiume pia wanakuwa na tabia za kike. Wanasemaga hivyo. Wanasemaga hivyo na ni kweli. Kwa nini? Kwa sababu ndio maana nasema kulea ni kitu kikubwa sana. Mbali tu ya kumbadilisha ile diaper ama kumpa maziwa ama kumuogesha ama kucheza naye, kumbeba, kumlaza na vitu kama hivyo, anapata pia tabia zako. Na pia umetaja emotions hapa. Wakati mwingine watoto wanaangalia watu wazima waliopo around kwake. Hao watu wazima yeye kwa mtoto, mtu mzima ni aliyemzidi umri, hata kama ni bado ni mtoto mwenzie, lakini amemzidi umri. Kwa hiyo the way anavo act, the way anavoishi maisha, anavo conduct himself or herself, ndivyo ambavyo huyu mtoto anayekuwa atajiweka hivyo kwa style hiyo. Club A to Z. Swali, kazi, jibu.